Umo katikati ya hekalu lake takatifu. Kiti chake cha enzi cha Mwenyezi Mungu kiko mbinguni. Kwa macho yake huwachunguza wanadamu. Amen. Amen. Tuangalie hichi kingine Kiswahili hapa kinasema, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Na hii Kiswahili imenibariki kidogo. Nimetangulia kusema kwamba misingi inaweza kuvunja plan ya Mungu juu yako. Na katika ya maneno Daudi alikosa majibu. Daudi aliposema kwamba kama misingi imeharibika, mwenye atafanya nini? Daudi akakosa majibu ya kujibu watu. Ile kusema kwamba Bwana yuko katika hekalu na anawaangalia watu wake, sio majibu. Nafikiri ni ile tu kukosa majibu. Ndio Daudi alikosa cha kufanya. Kuna mtu aseme amina. Misingi ni origine. Misingi ni origine ya mtu. Nguvu za ukoo wenu. Pointi ya kwanza tunasema kwamba misingi inaweza kuvunja mpango wa Mungu juu yako. Kuna vile Mungu alipanga kwa ajili yako. Ukizaliwa utakuwa askofu, ukizaliwa utakuwa rais wa nchi, ukizaliwa utakuwa askari. Lakini misingi na uwezo wa kuvunja ule mpango wa Mungu. Ni kwa sababu anaye mpango wa kuzaliwa kwako ni Mungu. Lakini ili uonekane duniani, lazima kuna damu utaivaa. Haleluya. Lazima kuna damu utaipitia. Ndio maana kuna watu walizaliwa kwenye tumbo za laana, tumbo za walevi, tumbo za watu wa kutambikia miungu, tumbo za kichawi. Mungu aliruhusu uzaliwe, lakini damu iliyopitia ndani ndio shida yako. Nasikia roho Mungu bado atapanda kidogo hapo mbele. Kama kuna somo ambazo utasikia kwa makini, fuata hii somo kwa makini, itakubariki. Itakusaidia sana kwenye maisha. Yaani origine kuharibika inatokana na sehemu ulipitia. Mungu alipanga utakuwa mchungaji mkubwa na utatikisa dunia, lakini ukapita kwenye damu ya mvuta bangi, ukapita katika damu ya mchawi, ukazaliwa kwenye misingi ya namna hiyo. Unazaliwa na Mungu anapani bichu yako kubwa, lakini misingi inakupa jina mbovu. Watu wengi, kila mmoja ambaye yuko hapa ana vile Mungu alimpangia, ana vile Mungu anahitaji kwa ajili yake, lakini watu wengi wanafeli maisha kwa sababu ya misingi. Haleluya. Misingi ndiyo chimbuko ya jina lako, asili yako. Yesu tunamjua kwamba ni Yesu Kristo, ni Mungu. Lakini alikuwa anaitwa Yesu mtoto wa seremala kwa sababu misingi ilitoka wapi? Katika kiuno cha seremala. Watu wanamuita Yesu Mwanazareti. Yeye anaitwa Kristo tu, lakini kwa sababu alizaliwa Nazareti, kwa sababu asili yake ni ya Nazareti, ndiyo sababu alikuwa anaitwa Yesu Mwanazareti. Kama mtu anaweza, kama Elia naye alikuwa anaitwa Elia Mtishibi. Ile Tishibi ndio ilikuwa nchi yao ya asili. Ina maana ndio ilikuwa origine yao. Lakini jina lake ni Elia. Kwa sababu ya misingi alikuwa anaitwa Elia Mtishibi.
Haleluya. Yaani jina linaweza kuharibika kwa sababu ya misingi. Pointi ya pili hapa. Misingi inaweza kuleta retard ya kuru yako. Yaani misingi inaweza kukawisha mambo yako yasitimilike kwa wakati. Mtu aolewe na miaka 38. Afu anze kuzaa una miaka 45. Unaona kama kuna retard pale. Kumbe kuna misingi. Ndio maana Daudi anasema kama misingi ikiharibika mwenye yake, utanielewa hapo mbele, atafanya nini? Kujenga nyumba na miaka 75 haiko sawa. Ununue nyumba leo na kesho unakufa. Ni misingi. Uweze jenga, yani plan yako ya kwanza kujenga inakuja na miaka 55. Unajenga nyumba, nguvu za mwili zishachoka, una tena uwezo. Kama hauna misingi ambayo inakuzuia, miaka 30, 35, 45 unahitajika uwe na nyumba na mahali pako pa kuishi. Kama ni mke uko naye tayari, na kama ni uzao umeanza, utakuwa bibi harusi na ngoja bwana harusi. Kumbe shida ni misingi. Misingi ikivunjika huwa inarudisha mtu mpla ya Mungu. Ina maana misingi ikivunjika inafanyaka mtu tena anarudia upya kwenye mikono ya Mungu. Kitu ambacho Mungu alikuwa anapanga kwa ajili yako, misingi ikivunjika lazima ataanza hatua na wewe. Haleluya. Kama Mungu alipanga utakuwa bishop na misingi ilikufunga kwa miaka, ikibomoka wala ikivunjika, lazima utarudia nyuma kwenye misingi ya Mungu na utafanya kitu kama mapenzi ya Bwana. Ngeti sijapenda kuolewa. Hauna. Sitaki tu. Niliona kamama kamoja kule kuzone ya 10. Machafu ishaenda. Sura inachora namba 6. Mtu mwenyewe anatangaza uzee, lakini anakuambia Samsoni wangu alinikataa. Samsoni wangu alinikataa. Nikamuuliza una watoto wangapi? Eti ningekuwa kwenye ndoa kama hivi hatukosi katoto na uzee mama. Nikamuuliza jina lako naitwa nani? Eti hivi nikamwambia nilifikiria utaniambia Sara. Ungeitwa Sara afadhali ningekuelewa. Pointi ya 3, misingi huwa inafanya mtu asijielewe. Yaani asijielewe kama ni nani. Watu wengi kama ni irresponsible ni kwa sababu ya misingi. Mtu anakubali familia ilale njaa, lakini mwanamke wa mche akule. Mtu anakubali watoto watembee miguu pepo hawana kiatu, lakini watoto wako nje wanavaa viatu vya bei kali. Ule ni irresponsible, nia za kuzimu, asitaki familia imhesabu kama mtu. Ndio maana ukifika nyumbani unaanza jitambulisha kwa watoto, hamjui kama mimi ndio baba yenu. Baba anaweza kujitambulisha. Kama uko baba lazima na familia itajua huyu ni baba. Msinizarau hapa, msinizarau hapa, mimi ndio baba hapa. Uko irresponsible. Haleluya. Misingi inakufunga. Na kama imekufunga hapo, kila chenye utafanya kiwe kibaya, kiwe kizuri, wewe utaona kwamba ni kizuri. Yaani hakuna siku ya kujutia maamuzi yako. Hakuna siku ya kujutia mambo yako.
kila unachokifanya na kila utakachokifanya, misingi huwa inaambia mtu kwamba hapo uko sahihi. Watu tunafanya vitambaa kama maneti. Nataka niongee kwamba Shetani huwa anatembea na kizazi hata kizazi, na Mungu naye pia huwa anatembea na kizazi hata kizazi. Maisha yako kama itaharibika na kama itatengemana, inatokana na misingi uliozaliwa ndani. Watu wengine ni wezi, sio kutaka kwake, ni misingi. Uliza watu katika jamaa yake walikuwa namna gani. Mtu anakuambia ili nitosheke mpaka niishi na wanawake 10. Usiwaze ni mwenyewe, kuna pepo ya misingi. Haleluya. Kuingia kanisani haiwezi fanya misingi inavunjika. Wahubiri wanadanganya watu wengi kwamba arandarabosita yandarabosha tatoa sadaka misingi vunjike. Sadaka zinatolewa na misingi iko pale pa. Kubomoka kwa misingi sio kuingia asubuhi mapema kanisani, ni kuingia ndani ya Yesu. Wale wanafunzi wawili pale Emmaus wako na Yesu bila kumtambua, wanatembea na Kristo bila kumjua. Na inawezekana uishi sana kanisani miaka 20, miaka 100 bila kutambua unayemfuata hapa. Unafikiri kuingia kanisani kila siku ndio inaweza fanya usiwe mtumwa kuzimu? Wanatembea naye, wanapiga naye story kwamba alichotendewa Mwanazareti yule Kristo Bwana wetu, na Yesu yuko katikati yao bila kumtambua. Wapo watu wako miaka 20 kanisani, miaka 100 kanisani, miaka 30 kanisani, lakini ukiangalia maisha yao inatangaza mauti. Yaani pako na mwangalia unasema huyu akifa tutaimba tunaenda mbinguni, lakini yeye kuna watu watampokea. Haleluya. Misingi inaweza kufanya mauti kuonekana haraka kwenye familia yako. Mungu hajakuumba kwa sababu ukufe mapema. Plan ya Mungu ni wewe uishi, uzeeke na ushibe siku zako. Lakini misingi ni chanzo cha kuharibu maisha yetu na kuiua haraka. Utanielewa? Leo sijataka nihubiri ni kufariji. Niko nataka ujielewe uko juu ya misingi gani. Hakuna mtu aseme amina. Amen. Tumezaliwa ili kwamba tuishi na tuendelee kuishi na maisha yetu tushibe uzee wetu. Lakini misingi, mtu anakufa na miaka 30, mtu anakufa na miaka 40. Wewe nini usafanya kwenye dunia hii? Mpaka watu Mungu akiangalia mauti yako, akikuangalia anasema ini made in from Nyarugusu, sijamhitaji huyu. Mateso mingi tunayoyateseka sisi, Mungu haachangii shida zetu nyingi. Kuna mateso mingi tuko nayo inasababishwa na misingi. Haleluya. Kwenda mbinguni ni kuzeka. Mbinguni ya kuendi jene, nifate sawa hapo. Mbinguni ya kuendi kijana. Ukifa na miaka 30 umekufa kwa misingi mibaya. Tuko salama? Alo. Ukifa na miaka kabla haitaenea, hakuna pasi unaenda. Kwenda mbinguni ni kuzeeka. Maana kitabu cha Wafalme kinasema kwamba waliotutangulia walikuwa wameshiba siku zao. Na maana kwenda mbinguni ni mpaka ushibe siku zako. Mbinguni kuna wazee 20. Kuna vijana ngapi? Haleluya. Tuseme kwanza. Mwile circulation ya Mungu. Muko vijana ngapi? Kuna wazee 20. Ina maana kwenda mbinguni ni kuzeeka. Zeeka kwa jina la Yesu. Madhabahu inayotamani kukukatisha mapema,
ivunjike kwa jina la Yesu. Wende kufa na Vincent. Hasa alikuwa mwombaji kweli, alikufa kwa mapenzi ya Bwana. Bwana ametoa na ametoa. Tuna lawama za Mungu huko mbinguni. Mungu atatulaumu. Mungu atatuambia mlikuwa mnaniokota uchawi. Nimetoa na nimetoa. Kisha atakwambia unaona Floribe huyu sikumkamata. Huyu sijui kuja kwake huko. Kwanza hata kipi sijampa. Yaani Mungu kuna vitu vingine akiviangalia. Anasema huyu misingi. Tunateseka sana. Lakini mateso yetu inatokana na misingi yetu. Tunatamani kuacha wizi. Tunatamani kuacha ukahaba. Kumbe misingi iko na tuoblige tuzini. Misingi na tuoblige tuibe. Watu kama wamefungwa na misingi ya wizi, hata kanisani mwe mnaiba maabudu kwamba tunakuabudu, yeye anaangalia simu za watu kwenye viti, ananyenyekea mpaka kwenye simu, kisha naomba nipeni njia, tumbo inasokota. Misingi. Yaani hawana hata uoga, wanatamani hata wakipanda masabauni hapa watoke hata na kanyimbo ka wokovu waende nako. Kuna mtu aseme amina. Yaani ni kitu ambacho huwa kinachelewesha mtu kwenye mambo yake. Kama umefungwa na misingi, hata uanje biashara na mtaji wa milioni 1 itakushusha. Yaani kuendelea uwezi kuendelea. Uwezi. Mungu ameumba kila mmoja akikutana na mume wake waishi na wazee, kuachana kutoka kwenye hii nyumba kwenda kwenye hii nyumba. Kama mume wako hajakufa, mtu ambaye anaweza akafanya hivyo ni mjane. Kuna misingi ambayo inafunga mwanaume hawezi kuishi na mwanamke mmoja. Na tunaweza ona kuna watu hapa dansi wanapiga, wanaruka, wanacheza kwenye macho ya nyama, tunamwona anaishi na mwanamke mmoja. Lakini kwenye ulimwengu wa kiroho, Bwana akiangalia anasema huyu ana wanawake 7. Atusaidie Mungu. Misingi ya kichawi. Njoo mnaona konaka watoto ambao wana magonjwa mengine haina majina. Magonjwa mengine hata medicine haikusomaka. Mpaka ukiangalia unasema hapa kuna uchawi. Hapa kuna misingi mibaya. Mtoto mate inamwanguka. Unafikiri kama ameweka bombo sifle mkino. Mate inaanguka siku. Mate inaanguka mchana. Wewe mvua inanyeshaga kwenye kifua chako. Misingi. Kama una watoto kama hao, jua kuna misingi imewafanya kuwa hivyo. Mtu amezaliwa yuko sawa, lakini misingi inamfanya mlemavu leo. Mtu anazaliwa yuko vizuri, misingi inamfanya wa kifafa leo. Mtu anazaliwa yuko sawa, misingi inamfanya akili haiko sawa leo. Baba afunje misingi kwenye familia yako. Haleluya. Amen. Shida. Paka ukiangalia magonjwa mengine haina jina. Ukiangalia hapo nasema kuna mkono wa watu. Uende gonjwa kabunda. Uende gonjwa mlonge masisi. Magonjwa mengine hata medicine hajasoma. Yaani magonjwa mtu tumbo inavimba, akienda hospitalini tupime magonjwa hana shida huko. Huyu hatujaona. Huyu hana magonjwa. Muganga, hebu angalia vizuri. Wakupe miwani kama macho yako hayoni sawa. Na waambia vipimo vinaonyesha hana shida huko. Tutaenda kwanza Kasulu.
watu wanaenda kasoro. Huyu hana shida. Mpaka watu wanachoka. Watu wanaregea. Acha turudi nyumbani. Wanarudi nyumbani, wanaanza angalia kufa kwa mtu. Misingi. Watu wengi wako na saa kwa shida. Wanazaa kwa matatizo kwa sababu ya misingi. Yani watu wengine ukiangalia huko mgongoni unasema nimeona mtu, lakini akigeuka hivi unafikiri alifufuka jana. Mtu sura inatangaza mauti. Hizo familia ndio utakuta kuna watu pua ina tundu mbili. Utakuta watu mdomo ushashuka sana. Utakuta watu yani ukimwangalia hata unahubiri, hata unaomba, misingi inaonyesha watu ule watakuwa afande wa Yakutumba. Yani watu wanakuona, wanakutazama jinsi au sababu ya nguvu za misingi. Ndio maana katika ile jambo Daudi akakosa majibu. Na utaelewa wazi kwamba Daudi ndo mtu wa kwanza ambaye baba anasema kwamba huyu ni kama moyo wangu. Haleluya. Daudi anaangalia anasema huyu ni kama nafsi yangu, ni kama moyo wangu. Solomon ke. Mungu anajivunia Daudi. Daudi anapiga vita mpaka nyama, mapepo inakimbia. Hana muda wa kuingia mwalwani. Hana muda wa kuomba. Daudi hakuwa na muda wa kufanya prayer. Alikuwa na muda akipiga gita, pepo zinakimbia. Fanya hivi kama tuko pamoja. Hana muda Daudi. Yani anajua kwamba ukigonjwa peleka kwa Daudi. Wakifika pale usitegemee wataimba wote tata. Hana muda. Wewe ukifika anachukua kinanda, anaanza kupiga, pepo zinakimbia, magonjwa yanakimbia. Daudi alikuwa na wake 500 na wanawake wako ndio walikuwa 200, yani wanawake 700 ndio Daudi alimiliki. Lakini kwa sababu ya misingi, kuna siku alizini na mke wa Uria. Paka akaua kichwa cha mume wa mtu. Lakini Mungu kwa sababu alijivunia kwamba Daudi Solomon ke, anamsogelea anamwambia Daudi, mpaka na mke wa watu unazini naye. Tena isitoshe baba, unaua na mume wa mtu. Paka Daudi kwenye kitabu cha Zaburi akamwambia Bwana niumbie moyo mpya. Haleluya. Unapokuwa kwenye shida kuna moyo wa kufungwa, lakini Bwana akikuumbia moyo mpya unakuwa mtu hatari. Daudi ni mtu ambaye alikuwa anaishi porini na kukamata simba anaua. Anakamata dubu anaua. Na utaelewa kwamba Daudi ni mtu wa ukoo wa Yuda. Nifuate sawa. Huyu Yuda alikuwa kama tuseme ni tate yake ya Daudi. Na kwenye kitabu cha Mwanzo 38 wanaonyesha masaifu ya Yuda. Yuda ni mtu ambaye alizini, akazini na mkwewe, mke wa mtoto wake. Nifuate hapa sasa. Na kuna kahaba mwingine ambaye anaitwa Rahaba. Huyu Rahaba ni mtu ambaye aliponya wale wapelelezi wawili. Naye alikuwa mtu ambaye anachomekwa kwenye kabila la Yuda. Ina maana shida haikuwa kwa Daudi. Shida
iko kwako, shida ni misingi ya kwenu. Na kuna dada mwingine ambaye alikuwa anaitwa kama Ruth, ambaye alienda kazini na Boaz. Naye maandiko yanasema alikuwa mtu wa jamaa la Yuda. Na wakati walifanya hivyo wakazaa Obedi akazaa sije fulani, Daudi akakuja kupatikana. Tuko sawa? Misingi. Ndio maana wakati Daudi anakaa chini, anaambia Mungu sina shida, anaambia watu sina tatizo, mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu, lakini misingi kama iliharibika, mimi mwenye haki nitafanya nini? Tusaidie Mungu. Ndio maana Zaburi nasema kama misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Utafanya kama babu zako waliharibika huko nyuma, kama mama zako waliharibika huko nyuma. Ina maana hata kama Daudi alikuwa anazini, ina maana katika ukoo wake kuna watu waliishi kwenye mazingira ya usinifu. Tusaidie Mungu. Wanakuja kuzaa, wanampata Obedi na kuendelea. Daudi akaja kupatikana. Ndio maana haingewezekana Sulemani aishi mtakatifu. Hakuna, haingewezekana Sulemani akae vizuri, aishi kama mwenye haki, misingi ya baba zake simharibu. Lazima kuna watu wana upako, wana huduma hapo, wana vipawa vikubwa vya Bwana, lakini vimeharibika kwa misingi mibaya. Mtu anaomba, mtu ni mhubiri mkubwa, lakini kila siku anaanguka. Unajua mtu akizoea kuanguka huwa anabaki na ulemavu fulani. Tuna baba mmoja ambaye ni baba ana huduma kubwa na ana mke pia, lakini kwa mwaka huwa anaoa mara mbili. Na akitaka ni baba mzee, akitaka kuoa anaoa huko tumabinti twa miaka 15, 16, 17, 18 ndio mwisho. Anakuambia siwezi chukua mwanamke wa miaka 20 ni mzee. Paka watoto wake wanamwangalia, baba unatufezesha. Na wafezesha niko na wao wake zenu. Yani watu wanaishi lakini misingi inawakandamiza. Misingi inaweza kukuruhusu hata gari ya makazi iko napita pale, inaweza kukusukuma wende uambie makazi simama. Unaenda wapi peti makazi? Misingi. Yani inataka tu wende shijera. Inaweza kukutoa hapa uwagu utake kwenda kumtongoza mama Samia. Misingi mibaya. Yani hakuna siku misingi inaweza kumbia mtu raha. Tuwe tunachunguza. Kama mtu ni mwizi sana, angalia kwenye jamaa. Kama mtu ni malaya sana, angalia kwenye familia yake. Kama mtu ni msinifu sana, angalia misingi ya kuwa ikoje. Na kama misingi iliharibika, kama inachafuka, wewe uliyezaliwa utafanya. Una upako, mwimbaji mzuri, uko vizuri, uko sawa,
ukihubiri watu wanaokoka, ukiimba watu wanaokoka, lakini misingi ndio chanzo cha kutokuendelea kwako. Mzee mmoja anakuja kuchukuliwa na watu kutoka Bukavu wa Tembo, anawaambia siwezi toka hapa Fizi. Wanamwambia baba, tutakununulia nyumba nzuri, gari utapata, na studio ya kuimba utakuwa naimba bure, mradi tu kaa hapa Bukavu. Akawaambia mimi sitatoka hapa Fizi, sitoki. Mtu ana kipaji cha kuimba, ni mwimbaji bora, lakini misingi haitafanya haitafanya afike sehemu, kwa sababu kuna misingi. Na ndio maana Paulo anasema kwamba tuko kama maskini lakini tunachajilisha walio wengi. Watu wanaupako lakini misingi na wafunga. Gideon wakati anakutana na Mungu hakuongezwa nguvu, lakini aliambiwa simama, ewe shujaa uliye na nguvu, nenda ukalikomboe taifa la Israeli. Unajua kwa nini? Mtu ana kipaji cha ukombozi, mtu ana nguvu za kuokoa, lakini vile kisha alizaliwa kwenye madhabahu ya Baali. Gideon akawa machiniste mchana na usiku. Alikuwa anaishi tu kusaga ngano. Mtu ana huduma ya kuokoa, mtu ana nguvu za kusaidia, lakini zimefungwa. Una kipaji kizuri, lakini unaona kuendesha bodaboda ndio kazi. Kumbe kuna misingi inakufunga pale, inakuachia nafasi. Kuna siku utakufa na ajali, unapotea. Mtu ana uwezo, ana kazi, lakini ni peshe. Kuna misingi. Petro, plan ya Mungu kwa Petro ilikuwa kwamba atakuwa mtume, atakuwa grand apotre, lakini misingi ikamfanya peshe. Kuna mtu asema mimi, misingi inaweza kufanya usijielewe. Klasi Petro anaitwa, lakini misingi ilikuwa nafanya anatoroka Mungu, anatoroka Yesu, anakuja Tanganyika ule gangi, anakuja anaenda Rosa. Hata tukiwa hapa, kama misingi yako haijavunjika, hata neno tunalolihubiri kwako ni bure. Kama misingi haijabomoka, hata tuhubiri vino vipasuka, tunasumbua. Paka misingi yako ibomoke. Na ili utembee na Kristo sawa, lazima kwanza ujue misingi uliozaliwa ndani. Na ukijua ile misingi, kataa misingi ulio nayo. Ukikataa itabomoka. Hata tuombe tubomoe misingi yako, kabla hujaikataa haiwezi kubomoka. Haleluya. Haiwezi kubomoka kabla hujaikataa. Kataa. Kama kuna misingi na kufunga kwa wizi, kataa. Kama kuna misingi na kufunga kwa ukahaba, kataa, ili Mungu aanze mambo mapya na wewe. Korabine change pas. Elohim mtu amwebe Tracy, ni yule jana leo kesho na hata milele. Wote mwangalie iko pale pale. Wanazunguka, wanapanda, wanashuka, wako pale pale. Misingi inawazuia. Mungu akuumbie moyo mpya. Hii wiki ya pili kwenye mwezi wa kwanza, Mungu abomoe madhabahu ya giza kwako. Mungu avunje misingi ya kichawi kwenye familia yako. Mungu avunje mazingira ya kichawi kwenye familia yako. Misingi ya ulevi haivunje kwa jina la Yesu. Misingi ya ukahaba haivunje kwa jina la Yesu. Wakikuachia ile misingi, wanakuletea maprobleme kesho. Bwana avunje misingi nayo kuandamana. Na Mungu atubariki. Amen.